600,000 na jamii hawezi kutoa hiyo pesa. Sasa wanataka kumtoa yeye arudishe nyumbani na hako kwa hali mbaya. Nikasema hiyo haiwezekani. Sasa nikapiga simu kwa daktari yangu, nikamwambia piga simu hospitali, mwambie huyu mzee yako pale awe admitted, na mimi nitagarantii ya kwamba pesa italipwa. Mzee akawa admitted, manake walikuwa wanatafuta rigiji lakini hawakumpata, wakapata baba. Sasa akawa admitted. Baadaye mimi nikauliza, sasa mzee anaendelea namna gani? Nikaambiwa sasa alikuwa kwa ICU, akaenda ICU, sasa yeye anazidi kupata nafuu. Nikaenda kwa hospitali nikamtembelea hii. Kwa hiyo vita ya Mau. Sasa mimi nikiona hao wazee hapa tena, nilikuwa kwa block pale ambapo Mau walikuwa nafungwa. Pale walikuwa najua dhuluma ambayo ilifanywa. Manake zingine walikuwa natolewa kule kwa sio, wanaletwa kufanya kazi kwa barabara. Na niona vile askari kutoka upande wa Somalia na farasi, akapitia upande wa Mlima Kenya, akaingia hapo Laikipia. Na hii nchi sasa inaweza kutoa chakula. Reli mmejenga, lakini reli watu nasema mtu yeyote ambaye anakuja hapa ekari 10,000 bure na wafanyikazi wa Afrika. Akaenda kule Ulaya, kule Cape Town, Kimberley, Johannesburg, kule kama shamba ya wazungu wenzao. Sasa wale wakakubali mara moja kusikia ati tutapata shamba huko bure na wafanyikazi wa bure, akaja hapa. Ndio wakasetu hapa katika eneo hizi zote ambayo Delemia alikuwa ameteua. Delemia mwenyewe alikuwa na shamba eka 250, mnajua. Sasa ikawa watu wetu wanachukuliwa na kwenda pale kufanya kazi kama mapagazi ya wazungu. Wengine kama Masai walitolewa kule Laikipia kupita hapa Naivasha, waliwacha hapo corridor ya mile 10. Ati Masai wapiti hapo na ile shenzi ng'ombe yao wakielekea upande ile ya Narok na Kajiado, walitolewa hapa. Sasa watu wetu wakawa ni kama mapagazi katika nchi yao kwa muda hizo zote. Ndio watu wengine wakasema haiwezekani, sisi tutapigana. Ndio watu wakaanza hii vita ya kupigana na mzungu. Na mzungu alikuwa na makombora.
mpaka kwa kishujaa mpaka uhuru kapatikana. Hawa watu kama ingekuwa Ulaya, kule Ulaya wale wazungu ambao walishiriki katika vita ya pili ya ulimwengu mpaka sasa ambao bado wako hai wanapata allowance, pesa mpaka kifo chao. Hawa watu natakikana sio ati nangoja mpaka mtu anakufa ndio sasa serikali inachukua gharama yake. Wangekuwa wanapata mshahara kila mwezi kwa mwezi mpaka wakufe hao watu. Maana yake walifanya kazi kubwa ya ukombozi wa taifa letu. Sasa huyu mzee, sababu gani mimi naheshimu huyu mzee? Katika mazishi ya mama Mukami Kimathi alituambia sisi ya kwamba yeye na wengine walikuwa na Kimathi kule Kamiti, na wanajua pale Kimathi alizikwa. Wao ndio walienda walichimba kaburi wakazika Kimathi pale. Akasema yuko tayari kwanza kuonyesha pale ambapo walizika Kimathi, ili mabaki yake ifukuliwe, itolewe pale, ijizike pahali ambapo. Sasa ameenda. Kama ingekuwa mimi, wiki hii ambayo ilifuata tungekuwa naye kule Kamiti. Hapo manake wewe unasema wewe ni mtoto wa mamao, hao tambua wao Kamiti. Mimi nitaenda na wewe, mimi nimeshakaa Kamiti, wewe hujakaa. Mbona inatakikana ilipwe. Sasa kila nchi iwe inakuanga na shida yake. Kuna nchi ambayo haina shida. Uzalendo ni wale wote ambao wanaweza kuzungumza na kutatua shida zao. Hakuna mwenda wazimu. Shida. Unaenda kwa barabara tuko bado kuna shida. Ndio sababu watu ukienda kule Ufaransa, watu kwa barabara, kule Senegal. Sasa nikiji hakuna ubaya watu kuzungumza. Wacha watu wazungumze. Hata kama wewe hutaki kusikia maneno yangu, lakini sikiza tu. Na tena mimi nataka kukuambia, usiwe na wasiwasi. Sisi hatutaki nusu mkati. Mkati gani? Mkati gani? Mimi sitaki waziri mkuu. Yale yote mimi nishakuwa. Mimi sina haja. Weka polepole, usiseme ati sisi hatutaki, wanataka mtu mkati, ameongea na Ruto. Mimi nikutana na Ruto lini? Mimi nimesema yale tuko na maneno swala nyeti nataka yatatuliwe. Na hata watu kiwaliza watakwambia wewe. Tulipokuwa tunaongea na wao wakati wa BBI, walikuwa nasema 1 man, 1 vote, 1 shilling. Na hiyo utakuuliza hao watu Kenya wasungumuze wajulikane. Wengine wanasema 1 man, 1 kilometer na kadhalika. Lakini tutapata suluhu hapo katikati. Tukiwa pamoja kama Wakenya wazalendo tutaweza kutatua shida zetu. Ile kitu ambayo tumwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi. Hiyo unaumiza maisha ya mtu ambaye ni Mkenya kama wewe. Kenya ni sisi zote pamoja. Kama tungeungana pamoja kama Wakenya, uhuru hangepatikana. Jaramogi alisema Jomo Kenyatta and all those who detained with him were the true leaders.
And without Kenyatta, there will be no freedom in Kenya. Jaramogi alikuwa Mjaluo, Kenyatta ni Mkikuyu. Wajaluo na Wakikuyu walikuja pamoja kuleta uhuru, ndugu yangu. Kwa hivyo ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa, mwache hiyo. Kenya ni moja, sisi zote ni wa Kenya, na ukifanya pamoja Kenya itainuka. Na hiyo ndio hao jamaa walikuwa wanapigania, uhuru ya Kenya pamoja. Hiyo ni mimi nasema tufanye pamoja, tuko tayari. Azimio iko tayari kuongea. Wacha Kimani Ichung'wah ongea na Kalonzo. Na hiyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. Mungu aweke mzee wetu pahali pema peponi. Asante. Asante Raila Odinga. Sasa let me take this opportunity now to welcome our governor, Bwana Badirisha. Tafadhali.